Tunaendelea na simulizi yetu ya Alibaba na Wezi 40. Tuangalie tulipoishia katika sehemu ya 3. Kasim alipoenda kwa ndugu yake na kumshawishi amwambie mahala alipozitoa dhahabu zile, Alibaba hatimaye alimueleza ukweli wote. Sasa Kasim amerudi kwake kujiandaa na safari ya msituni mahala ambapo pango lile linapatikana. Tuendelee na sehemu ya 4. Asubuhi ilipofika kabla ya jua kuchomoza, Kasim alimuaga mke wake na kuelekea msituni. Kasim alikuwa ni mwenye tamaa. Hakutaka dhahabu kidogo kama walivyokubaliana na ndugu yake Alibaba. Alitaka achukue zote. Alifuata maelekezo ya Alibaba mpaka akafika kwenye jiwe kubwa la rangi ya kijivu. Hiyo ndiyo ilikuwa alama. Aliwasimamisha punda wake nje ya pango. Sasa ngoja niseme yale maneno, alijisemea Kasim. Funguka, sesmi. Mara pango likafunguka. Kasim alikuwa na shauku na furaha alipoona hivyo. Akakimbilia haraka sana ndani ya pango. Alipokuwa ndani ya pango akasema, funga, sesmi. Na hapo pango likajifunga. Kulikuwa na hazina nyingi sana. Kasim alishusha na kupandisha pumzi kwa nguvu, kwa jinsi alivyokuwa haamini macho yake. Kulikuwa na mapande ya dhahabu, sarafu zinazong'aa sana, na vitu vyenye thamani na rangi nzuri nzuri. Kila kitu kilikuwa kinawakawaka kwa mng'aro uliosababishwa na mwanga kutoka nje kwa kupitia matundu madogo ya pango lile. Kasim akachukua bangili zilizotengenezwa kwa madini ya rubi, na akachukua pia mkanda ambao umepambwa na almasi zenye kung'aa sana. Vile vile akachukua mkufu uliotengenezwa kwa madini ya safaya. Rangi yake ni kama rangi ya mbingu. Uzuri gani wa vitu vile ulikuwa siku hiyo! Kasim alibeba kila kitu anachotaka mle pangoni, mafungu kwa mafungu, na kuzipeleka karibu na mlango wa pango, ili iwe rahisi kuzipeleka kwa wale punda wake 10 wakati atakapolifungua pango lile. Ilikuwa ni kazi ngumu sana. Pia hakutosheka, akarudi tena kuchukua sarafu za dhahabu. Alibeba mafurushi mengi makubwa makubwa ya sarafu za dhahabu mpaka kwenye mlango wa pango lile. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kukusanya kila kitu na kusogeza kwenye mlango wa pango. Sasa ni wakati wa kuondoka, alijisemea Kasim. Sitaki kukaa hapa muda mrefu, mwishowe wale wezi wanikute humu watakaporudi. Kwa hiyo basi Kasim akaanza kusema yale maneno ya ajabu na ya siri ya kufungua lile pango ili atoke nje. Funguka! Lakini alisahau neno linalofuata. Alijaribu tena, funguka! Lo, maskini Kasim kasahau kabisa neno linalofuata. Akajaribu kwa mara nyingine tena, funguka! Hapana, sio hivyo. Nimesahau neno lile. Mlango uliendelea kuwa umefunga, kwa kuwa neno lile Kasim hakuweza kulikumbuka, ambalo ndio la kufungulia lango lile. Kasim akaanza kutetemeka kwa hofu, akaanza kuvuja jasho. Alikuwa na hazina nyingi pale kesha zikusanya, lakini hazitasaidia kitu chochote endapo mlango utashindwa kufunguka. Muda wote nilikuwa nafikiria mali tu na kusahau neno la siri, alilia Kasim. Alijilaumu sana. Sasa nimekamatika leo, alisema Kasim. Alitupa begi la dhahabu alilokuwa amelibeba na kulipiga teke kama mpira wa miguu. Nilifikiri nitakuwa tajiri mkubwa sana, kumbe ni marehemu mtarajiwa, alijiwazia Kasim. Mara Kasim akasikia sauti ambayo ilibadilisha damu yake kuwa barafu. Alisikia sauti za kwato za farasi zikija kwa vishindo kutoka umbali kidogo. Walikuwa ni farasi wapatao 40, na walikuwa wameshakaribia kufika kwenye mlango wa pango lile. Fanyeni haraka, tuziweke hizi hazina ili tuondoke haraka tukatafute tajiri mwingine wa kumuibia, kiongozi wao alisema. Na huku wenzake wakiwa wakicheka, walikuwa wanakuja kuweka mali pangoni ambazo wametoka kuziiba. Kuna mtu anajaribu kutuibia mali zetu, kiongozi wao alisema. Lazima tumkomeshe mara moja. Wale wezi walipiga makelele ya hasira huku wakipiga makofi. Punda wote 10 walishikwa na hofu na kukimbilia msituni. Kwa taratibu kabisa wezi wote walishikilia panga zao kali huku wakikaribia lango la pango lile. Funguka, sesmi, alisema kiongozi wao. Lango kubwa la jiwe likaanza kufunguka. Ghafla Kasim alitoka mbio nje kuelekea kwa kiongozi wa wale wezi, huku akipiga makelele na kumkamata na kuanza kupigana.
alijitahidi sana kupigana ili aweze kuokoa maisha yake, lakini mmoja kati ya wale wezi alimchoma panga tumboni na hatimaye Kasim akaanguka na kufariki pale pale. Wezi wale 40 walimwacha Kasim chini na kuingia pangoni. "Angalia hii mifuko ya dhahabu hapo mlangoni," alisema mmoja wa wale wezi. Huyu alikuwa amepanga kuzichukua hizi zote na kuzipeleka kwa wale punda wake 10. "Alikuwa peke yake huyu?" aliuliza kiongozi wao. "Kwa sababu baadhi ya dhahabu zipo hapa mlangoni na zingine hazipo kabisa humu pangoni. Huenda ni zaidi ya mtu mmoja alikuwepo humu pangoni wakiiba hazina zetu. Kwa hiyo watu wawili wamegundua neno letu la siri la kufungua pango letu. Sasa sijui tufanye nini," alisema mmoja wa wale wezi. "Tumemuua mmoja," alisema kiongozi wao, "na huyu mwingine tutamtisha kwa njia moja ama nyingine, hata thubutu tena kutuibia chochote hapa." Alinyanyua upanga wake juu hewani huku akitoka nje ya pango. "Chukua hii maiti ya huyu jamaa mning'inize juu ndani ya pango," alisema kiongozi wao. "Mwili wake utakuwa ni onyo kwa yeyote anayekuja humu ndani." Ilikuwa inatisha sana. Hivyo basi wezi wakachukua kamba na kuning'iniza mwili wa Kasim juu ndani ya pango, na kisha wakatoka kuelekea kwenye farasi wao tayari kwa safari ya kwenda mjini tena kuiba. "Pango letu limeshakaribia kujaa dhahabu," alisema kiongozi wao, "na muda si mrefu tutapata nyingine zaidi." Baada ya kusema hayo wakaondoka zao. Hiyo ni mwisho wa sehemu ya 4. Tukutane sehemu inayofuata. Muda wote ulikuwa nami Adam Ndulu.